Haya. Vitu ni mingi, watu watoe vitu wakae hapa, wapigwe na baridi. Kwani sisi ndio tunatafuta. Oi. Hapa. Yo monitor hapo. Ya. Kai. Mimi nasikia hiyo kaupepo. Ka breeze. Kaleo ni kama kamezidi. Kameshika. Ama ni juu niko njaa? Ni kwa sababu uko njaa. Uko njaa. Kameshika. Uko njaa. Uko umekula kitu. How are you people? How are you doing? Karibuni sana. Yes, Elvis, kuna viti hapo kwa gari. Au nataka niongee Kiingereza? Hausikii Kiswahili. Yes. Karibuni sana. Baridi imeshika. Farmers with purple. Wow, how are you people? Mko poa? Ng'ombe ndio tu zimepita tu saa hii. Maga zimeleta mavumbi kwanza tukapause. Ndio tuingie sasa vizuri kabisa. So karibuni sana. How are you doing? I hope you're okay. Welcome to this live stream. Akina Veronica Kefue, karibu sana. Hiram, mambo vipi Hiram? Isaac akawaje? Good. Joyce Ngoge, how are you doing? We have Anne Wairimo, Regina David kama kawaida ako area. Asante sana, karibu sana. Haria hothe murerorera muri. Karibu huko thini wa Konza International Techno City o hahaja wigire ndagika 2 ugwe 3 okinya haria turi kilomita 1 kuma Mombasa Road. Ndĩramiona wega tarĩ hĩndĩ gwakĩa wega biũ na rĩu ngagĩkena nĩ gũkorwo atĩ ona ng'ombe ciakwa ciahĩtũka atĩ na mũndũ wa kamera agĩkuoni nĩ hĩndĩ irahũra kona kũu nĩ itaimaga gĩthaa. Ndinaiga wonanie uwezi zoom. Kama tungekuwa na John ndiye anaweza zoom vizuri. Zitapita hapa tu. Hata zoom ashindwe kuzoom out. Kama tujamaliza zitakuja. Very good. So thank you so much. Thank you mno kule. Na leo umenipea nini free time. Nimezungusha mama safe. Leo nimedeliver safe 2, moja Kileleshwa, ingine Kitengela. Nice. Kesho kuna mwenye apelekea huko flyover. Nice. Yes. Unajua kitu moja, you are doing very good because yes. Documents. Unaweza zitafuta kwa hiyo nyumba. Of course, yes. Unaweza zitafuta kwa hiyo nyumba. Mimi ndio ninunue safe na nianze kuziuza. Nilitupa logbook 2 na nikatupa birth certificate. Yaani kitu nimeishi nayo miaka yote. Au ioni. Safari ya Israel ndio hii. Unaenda kuapply passport, hauna birth certificate. Unaanza fresh. Shetani ni nani? Na mimi nimejua nimenunua safe. Yes. Wakati ninunua safe nikajiambia, sinisaidia wangwana. Umefanya poa. So that's what I'm doing. Nilikuwa natafutaga document nimeweka kwa drawer. Drawer gani? Wewe umewahi tafuta birth certificate. Afu unajua unaotanga kama umeiona. Utafuta kitu mpaka unaota nayo. Hours. Yaani ile unajipea hope, hiyo ni Wanyambura ameweka. Hiyo kama iko kwa ofisi unamuuliza na kuambia hiyo ulichukua last year ukasema acha ukajiwekea kwa ofisi. My friend, nikatafuta basi nikajua hapa nimegongwa. Nimejigonga mwenyewe. Ndani ya gari, ndani ya ofisi, ndani ya nyumba. Kwa nyumba hakuna, kila mahali. Nikajua sasa hapa. Mpaka sasa nikaanza kuleta vurugu kwa ofisi. Nikaanza kuuliza Kevin basi nilikupea ufanye photocopy uliweka wapi juu huko nipatia. But finally nikajua safe ndo solution na in fact hata of late nikiwa na safe nilitupa bado logbook. Ile kisirani tu ya kusahau kuiweka kwa safe ikapotea tena. Hey guy. Lakini Mungu ni mwaminifu. At least
Saa hizi niko kila kitu nikishika saa hizi naenda kama nimeweka kwa safe na nimefunga. Ndio nisikuje nikaisahau. Everything, birth certificate zote, certificate zote za shule, kila kitu, title deeds zote ziko hapo. So mimi ukiniuliza saa hii kitu iko wapi? Hata nikatoka nje nakwambia ingia tu kwa safe, utaiona hapo kwa bahasha imeandikwa. Maka bahasha. Bahasha inaandikwa kama iko na title deed, andika title deed ni ya wapi? Mimi sitaki mchezo. So after kurealize hii shida si mimi peke yangu niko nayo, sasa nikaamua kutafuta hizi safes niwauzie. So asanteni sana kwa wenye wananunua, na najua kila mtu atakuja kukua na hiyo safe, because this is the only place where there is hakuna moto inaweza ingia, hakuna maji inaweza ingia. So kuchomeke, kukue na El Nino, kila kitu yako iko safe. Exactly. Yes. Na unajua how much time it can cost you? That is it. To find these documents again. Yani inakukula pesa, inakukula time, inakukula inakukula headache. Unajua? Ama unajua pia kwa safe panya iwezi ingia. Umwai pata panya imegonga mahali tu kuna miaka yako. Yani inaenda tu kwa birth certificate mahali kumeandikwa miaka inauma hapo. Mpaka ukienda kujitetea unaulizwa sasa haingekula hata miaka. Ni kweli jina tunaona ni wewe, lakini hatuoni ulizaliwa lini. Si hata kuzaliwa, imekula hiyo code ya birth certificate. Hapo tu hiyo code, hiyo namba sasa unaitoa wapi? Kisirani. Ndio tunaweza wapatia. Lakini code utatoa wapi? That is it. So ndio uweze kupigana na hawa panya. Acha kununua dawa ya kuua panya. Panya ni viumbe vya Mungu. Acha kuua panya. Wewe tafuta solution. Panya acha waendelee kukula. Yes. Panya pia ni binadamu. So Mungu ni mwaminifu, and sisi tumekuwa sawa. Hii project inanipea stress sana. Mimi nataka leo tunataka kuwapea stress kabisa. Hebu leta gazeti. Bring my newspaper. Yani mimi nakuja na watu kwa watu hata halali kuacha tu kwa ofisi juu napiga kelele mpaka nachoka. Ukuje peke yako. Afadhali kukuja peke yangu. Wanafika kama sasa hivi walifika, nikatoka watu kwa gari wamelala. Yani hata mjui mmekuja kufanya nini? Yani niko hapa na sina gazeti na walijua tulikuja nayo juu tusome. Sasa mimi leo nataka niwape stress kabisa. Aish, kwani ukionekana utaumwa na kamera? Kuja usalimia wageni. Kwani hii gazeti ilikuwa nusu? Hapana. Amegawa. Nani amekwambia ugawe? Yani mimi naweka gazeti. Mnataka hizo zingine mpeleke wapi? Watu bala. Anachukua the item peke yake. Unajua hivyo ndio serikali itakuwa saa zingine. Ndio maana unaona president saa hii ako keen. Unaitisha kitu ikiwa mzima unatoa ikiwa nusu. Hiyo 3/4 nyingine inaenda. Imeenda kwa individual pocket. That is it. Individual's account. Sasa nani amewaambia wakae gazeti? Nitajifungulia mahali sio story iko. Yes. So karibuni sana, namuita marafiki. Leo nataka niwape stress kidogo. Very good. Si ninunua mzima. Na nililipa ama si kulipa? Haya. Mpaka mmerarua. Okay. Ndio maana mnaleta nusu. So, kuna story kwa hapo. Najua watu walisikia president alikuwa Konza lakini hawakujua alikuwa ameenda kufanya nini. Mimi nataka kwanza niwasomee kabla niwaambie niko wapi. Wewe bora ujue tu tuko Mombasa Road. Siku na ile mawe tuliona ikimwagwa na Kenha. Ile imetapakaa kila mahali kutoka Machakos Junction. Mimi nataka sasa nikusomee. Hii sasa si zile zinaitwa stories za Abunuasi. Siku hizo nazia stories za jaba. Hadi siku hizi kila kitu imebadilika. Tunaenda na wakati. Si za Abunuasi, sasa ni za jaba. Stories za jaba. So listen carefully. Open University of Kenya, which received its charter yesterday, will start operations in September. Are we okay? The Konza Techno City gets shillings 100 billion boost as Ruto unveils Open Varsity. Haya, wacha sasa tusome. Lakini unajua the reason as to soma hizi headlines ni muhimu sana. Like there is this other one. Dual carriageway to be built from Machakos turnoff to Emali town to enhance accessibility to the Techno City. Tumekuwa tukiimba hii story hapa. Wanaona kama ni mchezo. By the way, ile research tunakuwa tumefanya huko ndani, tukiingia tunaenda kuborrow information. So what we give you is first hand information. That's true. Because hao watu wanatupianga hiyo information ndio bado inakuja kwa gazeti baadaye. Hii report imeandikwa na David Muchungu.
The government has secured shillings 100 billion for the implementation of phase 2 of the Konza Technopolis in Machakos County. President William Ruto said, alisema last week on Thursday, the funds will be used to construct a dual carriageway from the Machakos turnoff to Emali town to enhance accessibility to the Techno City, which is touted to host cutting-edge ICT facilities and corporations. Sasa, part of the funds will also be used to deliver water to Konza. This is something that we've been talking of day in, day out. Skiza hapa. Part of the funds will also be used to deliver water to Konza from Mount Kilimanjaro and rehabilitate pipes from Kajiado County to the facility. Sasa, Dr. Ruto was speaking yesterday during the ceremony to award a charter to the Open University. Okay. Actually nimeshtuka kusikia the Open University of Kenya was mooted 14 years ago and will start operations in September. Kwa hivyo wanafunzi wanaanza kuingia class lini? September. Sasa and na nimeshtuka kwa sababu unaona president ni anafaa kuwa the chancellor, but this time round ameruhusiwa na constitution ku appoint mtu mmoja amrepresent as a chancellor. Yes. Normally tumezoea vice chancellor kwa sababu president anakuwa chancellor wa university zote, lakini saa hizi amepea Mr. James Mwangi, CEO wa Equity, ni sasa chancellor kule. So kuna vitu mingi sana zimeandikwa hapa. It is now wacha niendelee kidogo. Students at the university will learn through open and distance learning. Dr. Ruto described it as a hustler's university, saying the tuition fees would be half of what students pay in conventional universities. However, he did not state the amount for the courses. The university was moved to Konza from its previous residence at the Nakosti building along Wayakiwi. It is now hosted at the building belonging to the Kenya Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, a specialist graduate university that is being established with assistance from South Korea. It is designed to emulate the successful Korean Institute of Science and Technology model. Kenya makes history by flying open the doors of the university for everyone who wishes to receive the highest level of education from the convenience of their home, office, kiosk, farm, or other hustles. So ukitafuta hizi news pale online utazipata, zimeelezewa vizuri. Make sure you read. This is Daily Nation. Pata hiyo information na itakusaidia kujua umuhimu wa kununua hapa tuko. Sasa tuko wapi? Waambie tuko wapi, Alfred? Tuko Konza. Konza city iko the other side, we are on this other side. Yes. From where we are to the main road is 1 kilometer. Or 3 minutes. Yeah, or 3 minutes. Then from the main road to the Konza gate A is 200 meters. Yes. So in short, from here to the main road you can walk. You can commute from here to go to Nairobi na kwenda na kurudi. Yes. So hapa ni pali when development ya Konza inaendelea. Yes. Even here zinaenda simultaneously. Exactly. You also heard about the 200 homes that are behind here. Yes. 200 modern homes that are behind us that are going to be built. Na watu wako nyuma yetu tu. Not tunawaona. Na naona ni kama wameshaanza ku break ground. Actually from here to there is around 1.5 kilometers. Another 1.5 kilometers. Yeah. So you know what we are buying and you know where you are investing in. Yes. So hata ukisikia mtu anasema hapa hii stress hiki tunampatia stress, yenyewe itakupatia stress. Because ikikupita haujui itakuwaje. Haujui itakuwaje. Yes. So this is Thayo Gardens. Na Thayo Gardens is our fifth project. Tulianza na Konza 1, tukaenda Konza 2, tukaenda Sinai Garden, no, Pinnacle Gardens, tukaenda Sinai Gardens, and now here comes Thayo Gardens. Tunauza pesa ngapi? Tunauza 1.3 million cash, 1.4 million installment, deposit 200,000. The rest hulipi na miezi sita. Listen very carefully. Hulipi na miezi sita, unalipa na whole year. Leo nimeongea na watu kadhaa wale wamenunua the other projects. Yes. Tumeongea na kadhaa leo. In fact kuna wengi sana nimebrief leo. Na nimeshtuka hata bado wananiitisha map. So I was lucky to see kuna watu wametake ile issue ya president serious. More than nimewaambia
in months or weeks time hapa hakutakuwa kunanunulika. Kwani September ni lini? Ngoja watu niwaulize, September ni lini by the way? September si ni next month. Imagine. September ni next month. Ndio alikuwa afikiria September iko mbali. No. Imagine we are talking of next month. Ndio intake inaanza huko kwanza. Yeah. Intake ya Open University. Yes. Start thinking about hostels. Start thinking about apartments. And serious apartments. Yeah. Studio, is it studio apartments pia? Yes. Studio apartments. Yeah. Yani time imefika. Ile time tulikuwa tunawaambia ndio hii sasa imefika. Yeah. What do you have? Tulianza na 600,000, saa hizi tuko 1.3 million na bado unasema tunangoja, kuna kitu tunangoja. Wewe unajua kuna watu washamaliza payment. Kuna watu washamaliza payment hapa. Hiyo long duration hataki. Yeye anataka kumaliza. Hata kuna rafiki yangu ameuliza leo na hata huyo anajua atalipa cash. Washamaliza. My friend, kuna mtu amechukua 4 hapa on is it on Saturday? Yes. 4 of them. 4. Uko hapo unasema, "Porudi hii kitu inakuwa serious." I mean, niliambia watu president hajui ni nini alifanya. Aki hajui. He do not even have an idea of how amefungua macho ya watu wengi. Kwa sababu kuna watu bado walikuwa kuagiza. Yes. Yeah. But I'm very happy because kuna wale walisikia advertise na by faith waka invest by faith not even the president wakasema hii city tu peke yake. Yes. It's a name that of course itakuja But that is it. Na kuna wale pia walinunua tu even having a home here. Mendo diko hapa, leave alone the city now. Mendo diko hapa. Yes. Wapi pengine unaweza nunua shamba kama si past Thika yenye iko na hiyo price. Sasa ni vizuri tuwaambie time has come. Na ni hata John naona amenitumia link hapa. Yes. By the way, all these links, kama unataka tukutumie link pia uone usijisomee. The government is committed to enhancing access to affordable and quality education in the country. President Ruto said he is earnestly keen on offering. So kuna information hapa mingi, the head of state speaking on Thursday calling. Ni vizuri ujisomee uone. We have those links. Tunaweza kutumia hizo link, unaweza kuja inbox ni kutumia hizo links, jisomee kwa sababu labda huwezi nunua gazeti kwa sababu hauko Kenya. Jetia links isho the sikia. Wewe varodhi yangu nalipa, we'll talk to Alfred mkitoka on air. Sawa Joyce. Anaitwa Joyce. Unajua yeye? Unajua Joyce ndio my jersey number 1. Joyce ndio jersey number 1 kwa timu yangu. Haya ni hapana. Huyu ni Joyce mwingine. Joyce ni huyu tu, Joyce Ngugi ni huyu tu. Si huyo amekuja inbox. Huyu ni Irungu. Si Joyce Ngugi. Huyu ni Joyce Irungu. Ni kwa fulani Joyce number 1 jersey. Huyo mwenye alichukua Saturday pale karibu na maji. Namkumbuka? Pale karibu na maji. Yes. Bado tunachimba maji hapa. Yes. Na tunachimba maji plot number 28. Yes. Yenye tukitumia map mahali tumeweka blue. Yes. Hapo ndo maji inaingia. So ukitaka kukuwa neighbor wa maji hapo. Haya utasema. So haya good. Amesema atakuongelesha immediately. Thank you. Na kuna yule pia alilipa on Saturday, alikuwa anaitwa nimesahau anaitwa nani? Anaitwa kwani alipotea? Wanjiro. Namkumbuka. Wanjiro. Yes. Yeah, so I mean this is nafikiri ni wakati mzuri sana wa kuwekeza todo konza dereda idero. Na like ide mwire, time is coming. Hindi rio kenda tukwenderia buroti guko konza yage. Tugakwenderia iria twagurire hindi twakwira gogure ukimairiria. Elizabeth Washira, I've watched the video of those Kenyans living in Ireland doing those houses, and let me tell you, people, the class they have in mind is out of this world. I'm telling you, the class yenye watu wako nao kwa akili zao is out of this world. Of what they're going to do in this place. Of what they're going to do in this hata leo kuna mtu nimepigia na nafikiri labda anatutazama, nikamuelezea few things about this place na nini anaweza fanya. But ukiona governor, yes, ati governor anakuja kucommission hiyo project. Governor mwenyewe anasema hapa tu, si alikuwa hapa? Yes, governor. Yes. Amekuja. Na hii barabara iko pale 500 meters. Yote napiga lami. Yes. Kwenda Machakos pia. Hii hapa. Na ndio napita pale Old Mombasa Road. That was our concept. Unajua hawa watu hawajui kwa nini ng'ombe zinapitanga hapa.
Zilikuwa zimepita ile barabara, alafu zinapitia hii, zinaenda hivyo. Na by the way ulisaidia hizi ng'ombe sana. Juu kama ungetoa hii barabara upeleke huko. Hazingekuwa zinapita wapi? Rafiki yako unaona ametuma pesa. Angalia, ametuma saa hizi 280,000. Huyo Joyce. Plot 29 na 30. Ameona kutaharibika. Sasa ametuma saa hizi ndio hii. So by the way, and it's easier sending to account. It is much easier kutuma hiyo pesa kwa account, sababu unaona yeye ametuma tu kwa account size. So you can send any amount to the account. So I think that you will become okay. So this is real. Thayo Gardens Konza ndio hii, na sisi tunataka kukuambia it is now or never. Yani kuwa tu na stress. Wacha hii project kutatize, wacha ikukosa amani. Kosa amani. Cancel any other project you have. Please consider this. Because kama wanafunzi wanaingia next month, sisi tunasema. Lakini unakumbuka tukiwaambia president had said ata launch university on September. Sasa ame launch August, wanafunzi waingia September. Sasa wanafunzi wakishaingia mahali, let me tell you by the way, kuna kitu watu hawajuangi. Juja imekuwa sababu ya wanafunzi. This Nairobi iko hapa hii upande ya juu. Wanafunzi wamefanya hiyo nini? Ikuwe na impact kubwa sana. All SOPs. And all SOPs. Sababu ya KCA. That is it. Angalia kind of hostels imejengwa hapa na pale TRM. Enda Ruiru juu ya NIBS College, KU, kila kitu. So enda place kama kina Egerton huko Njoro, wapi, university ndo kila kitu. So sisi wacha mimi niwaambie, na unajua pia mimi ni investor. Unajua acha niwaambie tu kweli. Pia mimi ni investor. Saa zingine huwa tunaangalia pia, unafanya hesabu, unaangalia mahali watu wanaenda na unaenda. Because people will never go wrong, especially on such a project. There's a time, wakati wamesema hii idea ilikuja 14 years ago. I was trying to think 14 years ago, that means ni kitu 2009. So 2009 hiyo issue ilikuja na President Kibaki. By then ndio akina Alfred walikimbia kununua. Kibaki tu ametaja kuna kitu inaitwa Konza inakuja, na unakumbuka ile clip tunawaekea, tunawaambia both foreign and local investors anawa advise wanunue. Yeye alisema hivyo na akaaga na akaenda. Saa hizi reality is now you are smelling the reality. Lakini sasa swali ni haukununua wakati Kibaki alisema. Saa hizo zilikuwa cheap. Tukakuja juzi tukakuambia tumekuja watu Konza bado iko ni 600,000. Azama acha warodhia. Project gani hiyo? Huko ni wapi? Huko ni wapi? Huko hata mwalimu wa madha hakutaja. Huko ni wapi? Huko mwalimu wa madha alisema hutafika. Wengine wakasema Farodhi, hiyo project hata iendeleangi. Hiyo project ilikuwa tu, ilikuwa scam. Hakuna kitu kama hiyo. Manzi watu Thursday wamenipigia simu after tumetoka show pale na Reverend Kefas. Wao wamenipigia masimu aje. Kwani kitu ilikuwa serious? Amko mnaiput kama ni serious hivyo. Wewe uliona hata Kefas ametaka upload. That is it. Alistuka. Na tumekuwa na studio na yeye for some time. Sababu yeye Reverend by the way alisikia tukiuza mpaka 600. Saa hii tuko 1.3. Mpaka Thursday nilichekelea mtu mwingine aliniambia, "Zile za 600 bado ziko?" Nikamwambia sasa ni kama kurudi wapi? Huko ni mbali. Sana. So Phyllis, fanya mpango. This is your time. This is only when you can invest kama bei imepanda. By the way, unajua kama silisikia juzi mafuta si mafuta. Wakati import ziliongezwa import duty. So kila mtu ana expect gari zitapanda. Haya, President CP amekuja Konza akapeana hiyo chata. Na wanafunzi wengine next month. Definitely kila mtu anajua hizi shamba zitapanda. So kabla zipande, safari ianze. Na niwaambie kitu rahisi. Taweka ide muwira na gumwira na gikuyo
Oni ndamuhenia to ndio ndude kuna naguo na ndamuhenia na furthermore mimi ni beneficiary wa Pinnacle. Sinai kidogo ilinicheza kidogo lakini Dhayo najua haitanicheza. Dhayo nafikiri nitachangamka kidogo. Ndio nimekaliwa lakini nitachangamka tu kiasi. Wewe ni nini? Lakini uzuri wa Dhayo tumepewa 1 year. So ukiekelea 200 pole pole mpaka 1 year. Si hapa tumewajenga. Na wewe unataka kulipa cash. If you want to pay cash, it is simple. You paying within 3 months. So you pay a deposit of 200 of course, alafu hizo zingine ulipe within 3 months, wewe ukue mtu wa cash. Lakini kama unataka kulipa kwa mwaka, you just pay 200,000, alafu hizo zingine ulipe in a whole year, 12 months. And we did this to make sure kila mtu ameweza kupata mahali hapa. Ati I'm working on it, but my maths have not been mathing. You know what you will do? Pay the 200. When you pay that, but then abuku kwani huyu analala? Sasa. So ni mtu ameanguka by the way. So namaanisha kuja inbox nikupee siri. Just come to my inbox nikuambia after you pay deposit what you will do. Yes. I'll give you a mathematically what do you call it? A mathematical viable or a mathematical formula. Yes. Yes. This formula will help you to pay this project bila pressure. This is a formula nitakupea ukikuja kwa inbox. So you first request a map, alafu you identify, then you get a deposit ulipe, and then you get a formula of how you will pay. Usikuwe na pressure, usijipee stress. Hii ni project let me tell you. Hii project itakonga 2 million kama bado unalipa. Yeah. I mean that's true. Yeah. Hivyo president ametaja we cannot change the price. Yes. So itakonga 2 million kama hujamaliza kulipa. Yeah. That is it. Yeah. So hapa ni kujipanga Phyllis. Wewe jipange na uambie wa moyo pia ajipange. Najua alijipanga wakati wa ni Sinai ama ni Pinnacle. Sinai. Na title yako nayo kwa mfuko. Wow, that's good. By the way, si ndio wa moyo. Ukishamaliza title tunakuletea kubaa kwa mlango. Kama uko Egypt tunakuja hapo. Yes. So kuja inbox hizi nikutumia map alafu you get all the details. I will send you the articles. Kama unataka kuona hizo articles, nitakutumia ile link nyingine natumianga watu. Alafu I will share more details about this project. Na ni vizuri niwaambie, kama time hautatupata hapa tukikwambia kuhusu Konza. Especially now. Unaona kama wewe ni serious investor na uliona vile president alifanya. Saa hizi unafaa kukua ground. Ingia ground. Wewe anza kufanya vitu zako. Otherwise, you take time, alafu upate zimeisha. Na si ati, by the way, shamba haziishangi, ni price upanda. So utazipata ziko, lakini price itakuwa juu. Yeah. Saa hizi tunakuitia na 1.3 cash, 1.4 million installment. Tunakupea mpaka mwaka, tunakuondolea 6 months. Yeah. So that you take your time. You pay slowly, mpaka umalize. Take your time, my friend. This is the only thing that will help you in future. This place is commercial. Sijui kama mwambie hivyo. This is commercial. So ukisikia watu wanajenga hostels, please ekelea yako. Ukisikia watu wanajenga apartments, please do so, because at the end of this year a lot will be happening here. Yes. Because normally ukisikia wanafunzi wameingia mahali, yes, hata zile project zingine huko Konza ndani zimekwama, zitaanza kuchipuka. Kwa nini? Because those people you are targeting, the immediate ani wale watu lazima uwa target. Yes. Ukifanya vitu zako ni wanafunzi. So when it comes in terms of technology na nini, zile tulisema simu zina manufacturewa hapa Konza. All local phones. Who are your target audience? Wanafunzi. All local phones. Exactly. All local phones. So mimi nataka tu niwape stress. Hii ni stress ile tunaita stress ya kujitakia. Please start now. Don't say tomorrow. Utapata kitu ingine ya kufanya na hiyo pesa. Anza sasa. Hautujui ni nini ingine tutasikia president amesema next week but one. Last week nilikuwa na one of our clients.
anaitwa nani tulimleta hapa, anaitwa what was her name again, akasema yule wa China. No. Miriam. Miriam akasema ni wa Sinai. Miriam akasema alianza akaona ni kama hataweza, lakini mkaongea akapata nguvu, hakuamini that she kept the 2 plots that she picked and she was able to complete. Yani anakuwa na believe. I brought her here last Saturday and she was very, very happy. Wow. Yes. So, I think with all those facts, you now have a better chance like any other person mwenye menunua Sinai, Pinnacle, Konza 1, Konza 2 ya kuweza kuwekeza hapa Thayu Gardens. Let me give you the sizes. The sizes of these plots are 50 by 100 as usual. The cost is title inclusive. Na nataka niwapee namba za simu. Sisi hatuanzagi na namba za simu. Kwanza tunaanza na information because we say information is power. That's why nataka at least pia nikutumia hizo links. So kuja inbox nikutumia hizo links. Kwanza soma. Mimi huambia watu soma. Let me tell you, wale watu walinunua kama hatuna full information, hata na wasalute. By then hatuko na information kubwa kuhusu Konza. We were also hoping. Saa hizi the information about Konza is everywhere. You know hii siki tunaambiwa tu. That is it. And then you believe tunasema ati maybe let me trust these guys. That is it. This is something that is everywhere. Exactly. Kwa internet umesikia everything that we've in fact kuja inbox nikutumia hizo links zote uzisome. Yeah. Everything tumekuwa tukimention. Yani ni kama tu yani tunakuwa vindicted like it's coming to pass. That is it. Juu kila mtu anasema that's the direction. Exactly. You know, maki ya wake tulikuwa tunasema president alisema I have given you a date when I'm coming to see the dam is ready. For that water must come all the way. Mimi hata chenye kinanifurahisha ni barabara. Yes. Imagine. Kwa sababu hiyo 100B kwanza ni ya kumuvisha barabara from Machakos Junction kwa sababu hapo ndio carriage imefika. Mpaka ifike wapi? Emali. Aya, part of the money hiyo 100B ni ya kuanzisha phase 2 of Konza City. Watu wajui Konza City iko na phase 1, phase 2 na phase 3. That it's we said it's around how many acres? 5,000 acres. Hiyo ndio Konza City for you. Ipo siku. Ndio niliambiwa na Jen akiwa na Elvis. Ipo siku. Waliona tukipita mahali pale Nyayo ile nini pale Toyota Kenya. Akasema, hii watu wanakuja tu wanapointa wanasema wanataka ile anachukua. Nikasikia wamesema ipo siku. Sikia Phyllis. Amen. It's possible. Yes. Nothing is impossible. That's possible. Aya. Yeah. So kuja inbox sasa 0798. Juu unajua kila pahali. There is no any project that we've done here that have not left several for me. Okay. Kwa sababu pia staki pia ati unajua fundi ule anashonanga stool ukienda kwake mnasimama hakuna kiti. Na yeye ndio mwenye kushona. So sasa mimi sitakubali hiyo. Mimi I am leaving something for me in everywhere because I'm going to be your neighbors. Na nitakuwa nafanya a project. Kwa hiyo mkifanya mimi pia napelekana na nyinyi. I don't want to be left behind. Yes. So feel it that's possible. So ogonu wa maundu mari na gukuririkania by the way ino the project ya gwiciria meri ni project ya gwika research na ndio andũ meke research. I want people to invest in researching. Please do your own research. Know what is Konza City. Jua ni nini Konza City inaleta hii area. Jua hii area ni nini unaweza kuja kujenga because those people who have bought lazima waanze kufikiria ni nini, wafanye research, wajue ni nini nitaanza kujenga hapa. Ni nini hakuna. By the way hakuna kitu iko so unaweza anza na anything. Hakuna kitu iko. So you can start a choma joint maybe pale kwa barabara. Hapa hakuna kitu.
everyone that mwenye anakuja hapa anaanza new business. That is it. And everybody that will coming be a customer. Exactly. Kila mtu anakuwa anataka hiyo kitu umetengeneza. Yeah. So ni vizuri tuwaambie ni jukumu lako kufanya research enough, jua ni nini unaweza anza nayo. Before watu waanze kuweka vitu, because there are people who are very keen. Kuna watu bado washaanza kufanya hesabu yao, utaanza kuona mtu amefence na zile vitu zimeanza kumwagika huku ushtuke. So before then, do your own calculations, kuja site, fanya research, and then anza investment as soon as possible. So na nafikiri we are not, I mean we are on the right track. Hatujachelewa sana, pia hujachelewa sana, lakini ukikaa utapata price iko 2 million. Ni sawa utakuwa umechelewa sana, lakini hii itakuuma kidogo. Sio sana, kidogo tu utaguzwa mahali. Yeah. Sasa imagine mwenye alinunua 600. Mwenye alinunua 600. There's one of our friends yuko pande ile we talk. Alinuko 600. Anasema na huko pia ile kuna hiki, nikamwambia sasa wewe kuja pale tu alikuwa anapitia hapa. By the time we done, but then nimeacha ukiniambia atapitia hapa. Atapitia hapa Kwa sababu amesema sasa I only have to get what you have now. Because amepita hapa kaenda we talk anarudi. Okay. Yep. Na nafikiri atatupata juu tuko almost kumaliza. Yes. So wale watu wanaingia Kenya na wanunua Konza, please take your time. Hata kama uko na shughuli gani, ingia Konza. Kuja ujue ni hostel, ni apartment, ni choma zone, ni choma joint. Utajenga the best dry cleaner within Konza area. Yes. Utaanza I mean there are so many business ideas ziko na watu huku nje. Ni mahali wanakosa za kuziekelea. Yeah. Ni space wanakosa. Hata pengine utaanza kindergarten. Uliza huyu utaanza shule. Ni space anakosa. Ni space akuda. Akipata space anaekelea international school yenye ina offer British curriculum hapa tu. So I want you to imagine this Konza is not a joke. It's something that is it's a high-end project. Yes. So what we expect is there are also other serious investors watakuja waekeze serious international schools within this locality. Yeah. So expect, kama uko na hiyo idea nimekuibia kasiri. Na unajua hapa, unaona pale? Unaona tu hapa mbele kwa hii nyumba ya white? Nikikupatia ile map kubwa kuna stadium. Hapa tu. Nilikuwa nimeona hiyo map. Wakati tulikuwa Konza tu nilikuja na hiyo map. Exactly pale. Unajua by then ulikuwa unaniambia iko na hapa chini, sasa sipo unajua pale. Unaona pale? Stadium. 30 acres. Okay. Stadium. Haya. So, Regina David. Hii ni ile stress mimi napendanga sana. Yeah. Hakuna stress nzuri kama hii. Stress ya investment. Mimi unikosesha mpaka usingizi. So, I want you to sasa najaribu kuangalia mahali kama hapa ukiekelea an international school uichukulie acres kama 30 uwekelea an international school. And that's the requirement for an international school ni 30 acres. 30 acres. Uweke kabla Konza ianze operations kila kitu. Si ni building unaanza building. Uko na international schools hapa. Sinaweza kuwa kali. Wewe unasikia pale St. Andrews Turi. Unajua iko Nanyuki all the way. Juzi nimekuwa airport. There's one guy, just one guy who works at JKIA. Mwenye anaingiza watoto ndege wakitoka St. Andrews Turi na wakirudi na wa receive ana drop St. Andrews Turi. Ako na bus zake as a business. Yeye anafanya JKIA kungoja watoto when schools close, when schools open, and he bills them mpaka taxes, mpaka kila kitu. Yaani mpaka unaona is so professional. But kwa sababu anaenda na unajua St. Andrews Turi venye iko. Yes. And as alafu nimekuja kurealize watu wamenunua shamba huku lakini hawajui sababu hawaja fence. Yeah. So kidogo tu unaona mtu ameanza kujenga alafu uone ni international school. Imechipuka tu all of a sudden. Juu hizi shamba zimenyamaza tu, hujui ni za nani. Haijaandikwa jina. So utaona tu wameanza kumwaga material. Alafu uone shule imeekelewa hapo. Na unajua shule wale watu wanajua shule.
Nimezunguka all over. Juzi kuna mahali nilikuwa nimeenda kutafuta kitu tu shule. Bishi yangu alikuwa anataka kuingiza mtoto. Ni shule tu ya kawaida. Just a private school. Hata haiofi British curriculum. Just a normal curriculum. Nikafanyiwa hesabu ikakuja 85,000. Sasa nikajiuliza 85, huyu mtoto ndio anaingia shule. Huyu mtoto hata haingii pre-unit, ni baby class. Hata si baby class, yes. Anaingia baby class next year. Hii ni ile ya kuzubaishwa playgroup. Sasa nikajiuliza 85 playgroup na sio British curriculum, potty training, kwa sababu pengine alikuwa tu home hajazoea kabisa kuongea languages, shapes nini, anaambiwa this is triangle, this is whatever, hivyo anaanza kujua mapema 85. This is how you hold a pen. Hiyo kufundishwa tu, alafu ikifika saa 5:30 wanawekwa siesta mpaka saa 8 mkuje mchukue mwende. Alafu kukula ati ni mara 3 kwa siku. Yeah, asubuhi breakfast saa 4 na wakitoka. Guy. Yeah. So I want you to imagine hapa mtu amekuja amekelea ni international school or any other private school. So anza kukua na maono kalikali ya chenye utakuja kufanyia hapa. Otherwise, na that's why mimi na advise watu. Si unaona hata huyu amenunua 2. Yeah. Huyo mwingine 4. Mimi na advise mtu asichukue moja. Kama ndio sawa, kama unaweza tu moja ni sawa, lakini kama una uwezo wa kuchukua 2, just trust in God, hiyo mwaka utakuwa umemaliza. Mwaka ni kitu kikubwa sana. Yes, mwaka ni refu, 12 months. Kwani huyu Mungu anakuchukia aje hata kuwa amekupea pesa? 12 months. Bana wewe bana usichukue moja. Fanya hiyo hesabu. So mimi nimekuachia hayo. Take your time, please. Najua mimi nataka kukusaidia. Take your time. Sikuwa na pressure. Take your time. Fanya research. Jiulize vizuri kama ni wewe. Because taki uchukue moja alafu ukuje uanze kujilaumu useme ungeniambia hapa ningechukua hata 5 juu nilikuwa na uwezo by then. Yeah. But there is a time you have money, unashindwa utafanya nini, kumbe kuna kitu unaweza fanya. So please, this is your high time. Chukua namba 0798008008, 0798008008 ama 0706002338 ili uweze kutumiwa map, utumiwe links zote, jisomee, jione na ujiamulie. Kwa hivyo hapa ni jisomee, jione na ujiamulie. Bas, hiyo maneno inafika hapo. 50 by 100 in size. Title inclusive, kwa hiyo cost tumesema ni 1.3 million cash you pay in 3 months, and of course 1.4 million you pay in 1 year. Sasa na kila kitu iko sawa. Title itakupata kwa mlango. Mahali unataka tuitume, tutaituma tu hadi hapo. Kila kitu iko sawa, bacon, barabara imefensiwa, you don't need to fence again and everything is okay. Kuna kitu nataka kuongeza? Thank you and karibuni sana. Go online, do your research, be sure and just know that this you will not go wrong. And trust us. Yes. Story ya title, usilale ukose usingizi juu ya title. Yeah. Kwetu. Hata ati pesa yako imeenda wapi na wasiwasi hapana. No. Please don't have, usikuwa na issue hata usilale uanze mpaka unaota kama umenyang'anywa. Sasa hizo ndoto si za Mungu. Hizo ndoto sasa zitakuwa nightmares hizo sasa. Yeah. So thank you so much. God bless you. Tupatane kule inbox alafu tupangane. Sawa? God bless you. Asanteni sana.